Amipro the MC alijaribu kumua Madiba la classic muziki la Rihaba bro. Huyo amipro unayemfahamu wewe. Sema vizuri utakusie nani? Bro, kama na rap. Huyo amipro the MC alijaribu kumua Madiba la classic muziki la alishindwa bro. Amipro na kusikia hapa. Atakuja kukupiga utakuwa kama vile Landry pamoja na Benshi hapa. Bro, siwage na hizo scandal mimi mzee. Cha kwanza mimi najiamini, huaga siokopage bro. Ndio nakwambia Madiba the classic au star wote tunajiita master sijui kina Wego sijui kina nani bro. Madiba the classic anawazidi riski kwenye muziki. Unapata fursa ya kufanya ngoma na mwanamuziki ambaye yuko international zaidi kuliko wewe. Jux. Afu unakwenda kufanya ngoma collab na pia ngoma za kikopi bro. Unauharibu muziki, unaifundisha nini? Angalia new generation wanatumika sana Big Brother. Kwa vyote ulivyo navyo, eti Mungu anahitaji gari lako ama nyumba yako ama atahitaji chochote kwako zaidi tu ya chakula chake. Nikamuuliza Mungu anakula nini? Anakula mkate, anakula nyama. Sababu jamaa anataka kutuonyesha sauti ya Sibani Unguru. Bwana inaonekana wewe ni fans wa Sibani Unguru sana. Bro, urashaka makuru mashasha meza kanegezweho. Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barindi nifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Yes, hello, kama kawa, you know this is the Ami Show TV plus 257. Kama uja subscribe our channel YouTube, nenda kwenye YouTube andika Ami Show TV plus 257, alafu subscribe, share and comment, we need it. Kuna alama pale ya kengele. Haimaanishi uko Saudi Arabia, wala Uganda, wala Kenya, wala Tanzania, same popote France, Canada ndio wanatufuataga sana, Marekani. So, nenda kwenye YouTube utaona kuna alama kama vile kengele, bonyeza pale alafu utakuwa kama vile unakuwa first kupata notification. You know what? For now usadichada kwa sababu watu wengi wananifahamu sana, nilishasema. Nyuma kamera pamoja na Sisi da Silva aka mnyama wangu kama kawaida. Pembeni yangu nina mshikaji ambaye is so amazing sana. Alafu ni bro ambaye mimi namkubali sana. Labda mwenyewe atajitambulisha kwenye entertainment. Kuna watu wengi, kuna waigizaji, kuna wacheza soka, kuna waimbaji, kuna watangazaji, kuna kila mtu, kuna mafanzi. Labda si hatujui labda jamani ni nani. For mimi namfahamu. Labda kwa sababu yuko mbele ya kamera ndio mara kwanza unamuona. Lakini for me so first ni jamaa wangu wa mtaani, tunatonga naye 2-3 wakati tunapana mawazo. Nikasema itakuwa fresh leo nimuite hapa mbele ya kamera, labda tuongee naye mawili matatu. Bro, inakuaje? Mimi niko fresh, khairi mzee wangu. Uko fresh? Ya kama jina naitwa Ismail Bashigo, kitaka niite Mr. Punda, kitaka niite babako kwa sababu kila siku wakati tunapiga Loki Nobody, kitaka niite CEO wa watu wenye jeuri, pia kitaka niite CEO wa With the Local TV. Echeke babako. Sio unataka babako. Mimi sio babangu, sababu mimi ni dadi wangu, you know ni dadi wangu. Labda ni babake ya wale ambao wanafanya nao kazi. Eti ni CEO wa the local nini? With the Local TV. With the Local TV maana yake nini kwanza? Watu wanahitaji kufahamu maana With the Local TV maana yake nini? With the Local TV kila mtu kuna jinsi ambavyo anavyosikia, kwa sababu With the Local TV ni kuonyesha kwamba uwe mtu unatoka nchi gani. Yaani kuonyesha kwamba tu kwa kiufupi si wote tuko kwenye hali moja, yani si wote tuko kwenye kama vile level moja. Local, mimi kwa kusinavyoelea local ni kitu ambacho uko chini. Unaona ndio maana local, you know. Alafu ule jamaa ambaye ni majina, tunasemaga majina, yeye wakisema mazina, Ismail Nyonguru ndio anasemaga kwa tunasema mambo ya local. Local ina maana uko down. Alafu kuna up na kuna local, kuna international. Huyu jamaa ni local. TV yao ni local. Sijui Arono kama kwa sababu gani alipanga hicho kitu. So bro, we need to know kitu kimoja. Kwa sababu gani uliamua kuipanga jina lako la TV local? Amna, kwa sababu kwanza kivyangu huaga sipendaki kufanya vitu ambavyo mwenzangu alivyofanya, kwa sababu naona kuna jina ambazo nyingi zinakuja za kirundi. So about ni amua kufanya jina la Kiingereza kwa sababu wengi wanaonifuatilia mimi sio watu hapa Burundi. Wengi ni wa nchi hapo jirani Tanzania, na pia wengi ni wa ingi ambao katika zile roga ambazo zinafanya nini zinazungumza Kiingereza. Yeah. Watu wengi wanafuatilia mbele kwa Tanzania. Huyu jamaa ana shida ya mafanzi wa Burundi. Kwa sababu sisi tuna shida ya mafanzi wa Burundi. Kwa sababu Burundi ndio nyumbani. Hata kama tunaongea Kiswahili lakini sisi ni wanini, sisi ni Warundi. You know what? Hapa nilishakwambia kitu kimoja kwamba vitu vyangu mimi nafanya kwa Kiswahili kwa sababu tuna watangazaji kama vile wawili. Kuna Rosi na Imana ambaye anafanya kazi kwenye Baja FM. Yule jamaa anafanya kwa Kirundi. Kuna na Crystal Labelle anafanya kwenye nini? Lugha ya Kirundi. Nikasema itakuwa poa, mimi nafanya kwenye lugha tatu. Nafanya Kiingereza, Kiswahili pamoja na French. Waga mnasikia ninavyosemaga Kifaransa, fresh, sinaga yani ubaga nini. So jamaa na kwamba ni CEO wa TV the local. We need to know sometimes bro,
ulitoaje wapi idea kuweza kuunda TV yako ya loko? Kwanza heshima na asante za kipekee zende kwa Amisho TV kwa sababu hao ndo wazazi wangu pia waliofanya nini na kunilea, kwa sababu mtoto kishakuwa kila siku lazima umpishe baba ashughulike na majukumu ya wadogo zako. Wadogo zako labda wakubwa zako ambao hawajapata kile kipato. Na mimi nilipona ya kwamba na ile uwezo wa kujitumania kimaisha na kufanya vya kwangu, niliamua kutoka katika Amisho TV. Sasa kwanza nasema shukrani zangu za dhati ziende kwenu. So idea ilikuja kwa sababu kuna mtu ambaye yupo Canada ambaye aliona big talent ya kwangu, akaamua kunisaidia, na mimi nilikuwa sina budi kwa sababu nina ndoto ya kutakuwa kama fulani, na ndoto ya kuifikisha kwa sababu na ndoto ya kumiliki TV. Ya kwamba uliona labda umeshakuwa, labda sijui kama ulishakuwa star ukasema labda lazima na mimi nitoe mguu, sababu wanasemaga mguu ambao unatoka ndo unabarikiwa, ukatoka na kwenda kuunda ya kwako, afu unasema kama kuna mtu ambaye anakusaidia yupo nje, si ndio hivyo kama sijasahau. So tunataka kulifahamu kitu moja, kipindi ulipo kwenye TV hii ni changamoto gani ambayo ilikufanya mpaka wewe kutoka kwenye TV? Hamna, kwa sababu siku zote wanakuambia hivi, hamna, siwezi nikatoboa si kwa sababu eti nimetoka ndani ya Amisho TV. Hamna, ni lazima niwaheshimu kama wazazi wangu kwa sababu Amisho TV naikubali kwa sababu sikufichi bro. Nenda kaangalia katika comment za vipindi vyenu. Mimi waga najirudia kila siku kwenye kucomment. Ndio maana nasema hivi, lazima niwaheshimu Amisho TV na pia niwaheshimu na King Daniel. Support kwako big brother. Kitu gani ambacho unakimisi kutoka kwenye TV yetu? Na mimi ugomvi wa mimi na Silva. Silva the baddest. O cameraman wenu. Yuko pale na kusikia ugomvi gaza huo. Hamna, sababu jende kwenye point kwa sababu hamna, mimi ni mkorofi sasa, sijua Waswahili si tulivyo. So tuachane na mambo ambayo kwa sababu kila mtu anajua kwamba wewe ni CEO wa With the Local TV, ambayo ni TV yako mpaka sasa hivi inafanya fresh, uko poa. Una watangazaji wangapi kwenye TV yako? Na watangazaji wawili, kuna Davina na wengine ambaye ni mke wa Hybrid, na pia kuna Claude ambaye yuko katika mambo ya gospel. Claude ni zi? Jina la Kirundi sijalikariri. Claude ni zi, anafanya nyimbo za injili. Wewe hujeta jina ya watangazaji wako bro? Hamna Kirundi bro, siko update sana kwa Kirundi, niko update sana kwa Kiswahili ndugu yangu. Kiswahili? Wewe ni Mswahili au ni Mrundi? Bro, mimi ni Mswahili. Kwanza mimi ni Mrundi ila mwenye asili za Kitanzania. Tanzania? It's true. Seriously? Udanganya, watu wanakusikia. Mimi nakwambia mimi ni Mrundi mwenye asili za Kitanzania. So tunaingia kwenye changamoto ambazo zinafuata watu ambao kutoka kwenye TV4 na kwenda kwenye nyingine TV. Kuna changamoto nyingi, watu wanasema sawa jamaa wanatoka kwenye TV4 wanafungua TV ya kwao. Eti watu wao wanatokaga na mafanzi wao wanafuataje? Is true wewe kuna mafanzi ambao walikuwa nao kwenye Amisho TV walitoka foka kwenye With the Local TV? Kuna baadhi ya mapresenter huko kwenye mtandao wa Facebook ambao wana mapiji zao waliamua kusema hivi ya kwamba japo unatoka kwenye Amisho TV lazima tutakusupport kwa sababu kuna kitu ambacho tunakuona ndani, uko na big talent ya hali ya juu. Nikasema kweli, nikasema shukran, ila japo natoka kwenye Amisho TV lazima na wale vitu vyao mjaribu kuwasaidia kufanya nini, kuvipromote, kwa sababu wale ni wazazi wangu ambao walikuwa hadi mimi leo naitwa Ismail Bashir. Tunaingia kwenye entertainment ya muziki kwa sababu watangazaji wengi wanafuata entertainment ambayo zinakwenda kwenye Burundi. So we need to know kitu kimoja. Sasa entertainment size muziki wa watu wanasema kwamba muziki ulishafeli sana. Sijui kama ulishafeli kupita, ni kwa sababu TV online imeshakuwa nyingi, alafu kila mtu analeta habari yake. Wewe kitu unakiongeleaje? Bro, cha kwanza mimi kwenye online TV ya kwangu sijuagi kuandika ambazo ni titles za kiuongo. Mimi na kwa sababu kuna baadhi ya TV ambazo nataka kutajia zinajaribu kuua muziki wa Burundi. Na kingine kupitia kwenye upande wa mafanzi kuna ugonjwa, upande wa wasanii kuna ugonjwa, na pia kwa upande wa majournalist kuna ugonjwa. Kwa sababu cha kwanza mimi sikufichi big brother, sijuagi kumbeba bwana muziki. Kweli, ukitaka mimi nikubebe, fanya kazi yako ikuwe nzuri, nitakubeba na nitakufikisha ile sehemu ambayo natamani nikufikishe bro. That is so good. Lakini kuna tofauti ya promoter na kuwa mtangazaji. Kuna tofauti. Wewe tuna tofauti iko wapi kati ya kuwa promoter na kuna mtangazaji? Unaona, kuwa mtangazaji, cha kwanza watangazaji wengi ni wanafiki. Kwa sababu na pia kwanza niende kwa wasanii. Bro, leo unafanya kipindi na mwanamuziki, unamtumia link, hata jaribu hata kushare hiyo link kwenye page zake. Sasa unatamani, kwa sababu bila majournalist ama bila mapresenter, bila watangazaji, muziki hakuna. Sasa muziki utaweza kuwepo ila hawezi kufika. Je, ni kwa nini wasanii watazamaji kwenye
ngoma zao ni wadogo na si kwa nini? I don't know. Sijui. Yeah, hivi ni Farias Big akikamata na posti anashare link ya ngoma ya Satibi kwenye page zake. Mafanzi wa Farias Big wataenda kuicheck ile ngoma. Lakini waga wanakifanya Farias na Satibi waga wanakifanya hicho kitu. Nionyeshe posti yote ambayo unaona Satibi aliposti ngoma ya Farias Big. Ile mimi nitakuonyesha posti ambayo Farias alisha ngoma za Satibi, ngoma za Lolilo, ngoma za akina Olege wote, au kina Wiz Design. Farias Big anazishare. Uko na posti ambayo Satibi aliposti link yoyote ya Farias Big? Mimi I don't know, kwa sababu ndo unajua mimi sijui, ndio maana tunaingia kwenye muziki hasa, kwa sababu muziki wanasema kama walishafeli. Wanamuziki wa Burundi wanakosa upendo, alafu ni wanafiki sana watangazaji. So kwa sababu wanasema wanamuziki unasema kwamba ni matapeli. Kwa sababu gani? Wewe unavyosema kwamba mwanamuziki unatoa song yako, lakini hata link anashindwa kushare, hata basi screenshot anashindwa kushare, basi aseme mimi basi nimenani au kucomment anashindwa kushare. I don't know ni kwa sababu gani. Ndio maana tunataka tuongelee hiki kitu, hili tatizo tuitatue haswa. Ndio ni ile kutokuwa na upendo. Kutokuwa na upendo. Cha kwanza, muziki bila beef, muziki huwezi kuvuka bro. Ila tusitengeneze zile beef za kiujinga, tutengeneze zile beef na scandal za kufanya nini? Za kutuingizia pesa bro. Nikwambia kuonyesha kwamba muziki wa Burundi umejaa unafiki. MB boy, kuna majournalist na mapresenter, majournalist hawa watangazaji walijaribu kumuua Madiba da Classic kimuziki. Madiba da Classic, mwandishi wa ngoma I Miss You Mama Wayo na ngoma kadhalika. Walijaribu kumua kimuziki, na seriously nikwambilishe kweli, hao wasanii wote ambao wanajiita master kwenye muziki, Madiba da Classic anawazidi riski kwenye muziki. Mfano star moja. Hao wote wanaojua wanaita master, wanajiita master sijui akina nani, Madiba da Classic anawazidi riski. Waseme jina hapa tuko mbele ya kamera, waseme jina star gani? Hawa star wote wanajua sijui akina nani bro. Sasa useme jina wapo. Sababu yule master wapo. Hata mwenyewe anaweza kukosta. Sijawahi kukutana naye. Madiba. Yeah, lakini yule dogo ni mtu ambaye anajaribu kuzitengeneza zile hit za kuiteka East Africa. Baada ya kuiteka East Africa afanye nini? Atoboe. Sasa uko na muziki unawaza zile ngoma za kuiteka Bujumbura, labda kivuka imefika Makamba, labda Rumonge. Unajua sababu gani wao wote walipotea? Bro, sio kwamba Madiba da Classic labda kumana matatizo kumkosa mzazi. Bro, unaweza kutajia majournalist walijaribu kumua Madiba da Classic muziki ila walishindwa bro. Wataji. Yeah. Kuna mmoja ambaye alikuwa mwenye hii chain. Nani? Asimfahamu. Hii chain bwana ni ya bosi ambaye anaitwa King Daniel. Yeah, ambaye alikuwa na imiliki ya kwanza anaitwa nani? Mimi si mjui, ndo namfahamu, mimi sijui. Kwa sababu mimi sina takriban kama vile nina mwaka tu hapa. Labda wewe unamfahamu. Amepodi MC alijaribu kumua Madiba da Classic muziki ila bro. Huyo amepona mfahamu wewe. Sema vizuri utakosie nani? Bro, kama una rap. Huyo amepodi MC alijaribu kumua Madiba da Classic muziki ila alishindwa bro. Amepeleka na kusikia hapa. Atakuja kukupiga kutoka kama vile Landry pamoja na Ben Nice hapa. Bro, siwage na hizo scandal mimi mzee. Cha kwanza mimi najiamini, huaga siogopage bro. Ndio nakwambia Madiba da Classic au star wote wanajiita master sijui kina Wagwego sijui kina nani bro. Madiba da Classic anawazidi riski kwenye muziki. Mimi labda niseme wajamaa wote walipotoka, sababu walikuwa wanaegemea kwa yule ambaye alikuwa ni presenter wa Rema FM Ismani Onguru. Nilijua tu ile swali talizungumzia bro. Ile jamaa alitaka kupromote na kupromote kweli. Kwanza ile jamaa si mnafiki. Ndio kaambia majournalist walijaribu kumua Madiba da Classic muziki. Sana yule ambaye leo kaambia bro, yule dogo ana fikra nzuri. Na soon zake ambao uko katika ile timu yake kama ndio team Festa bro. Subiria. Sitaki kuvujisha stories za watu huko. Jamaa atabomoa. Sasa hapa na soon tu anaangusha mzigo. Hebu Bashigwa tuongee kitu kimoja, hicho kwenye entertainment ya muziki. Sawa. Ni kwamba wewe ni CEO wa TV. Hebu we need to know labda kwa sasa hivi watu wangapi wanafuatilia channel yako? Bro, cha kwanza mimi kwa mtu ambaye najiaminiaga. Bro, cha kwanza mimi sikununua channel. Nilianzisha mimi mwenyewe binafsi. Kumbe kuna watu ambao walinunua machannel? Wapo. Wataje? Bro, hizi TV ambazo zinapiga eti na watazamaji wengi bro. Zinunua watazamaji. Bro, ile mimi siwagi hivyo mzee wangu. Kweli. Na mimi nakuhakikishia. Una uhakika? Yeah, mimi nakuhakikishia bro. Tuko mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Na kupatia mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza huu mwaka ambao tunakwenda kiandani. Utaangalia watazamaji ambao tutakuwa wamefika huko bro. Kwa sababu soon kunapo majaliwa ya Allah, nitaelekea nyumbani. Utakuwa umenunua na wewe? Sitonunua, nitaelekea nyumbani kufanya kikazi. Nitakwenda kikazi. Na kuna labda kuleta mitishamba. Hamna bro. Mwaka unakuja hata mwezi wa 12 inshallah nitaelekea TC kwa kufanya kazi. Tumeona una tattoo ambayo kwa mkono wako inaandikwa Tereza. Hebu wewe Tereza ni nani kwako? Bro, kwa sababu kuna mimi nafika hapa kwa sababu kuna mchango wa mtu mkubwa. Nilitoka ningali mdogo nilikuwa nafikiria labda nikiweka tattoo
nitaweka jina la mama yangu, ndio maana ambao unaona hapa kuna Teresa, ndio maana niamua kuweka jina la mama yangu mzazi. Unasema kama tattoo ni haramu kwa Muislamu. Bro, tuachane nayo kidini, kwa sababu tukiingia kidini kuna sehemu ambayo tutatamani kufika na labda hatutafika mzee. So bro, tuko pamoja na Bashirgwa kama kawaida. Bashirgwa ni CEO wa With The Lock TV. Bro, hivi hujawahi kuwaza kwamba ipo siku nao unatamani kuwa mtu mkubwa kama fulani? Bro, kwa sababu chakuonesha kwamba yule jamaa namkubali mzee wangu. Jamaa gani? Huyo naye mkopa kumsema Avik Ismail, waziri mkubwa wa habari. Sikia hii sauti jao imisi wewe. Sauti gani? Hii hapa. Tunahitaji vyako vyote ulivyo navyo. Eti Mungu anahitaji gari lako ama nyumba yako ama atahitaji chochote kwako. Zaidi tu ya chakula chake. Nikamuuliza Mungu anakula nini? Anakula mkate, anakula nyama. Sababu jamaa mwanzo kutisha sauti ya Sibani Unguru. Bwana inaonekana wewe ni fans wa Sibani Unguru sana. Bro, mimi sio fans kwa sababu ni mengi ambayo najigia naiga kwake. Yeah. Kitu gani ambacho ni mtu gani ambaye halikufanya mpaka ukapenda kufanya kazi ya utangazaji? Bro, mimi wakati ningali nasoma nipo darasa la 7 hadi la 8. Bro, kwanza mida saa 2 niko singi darasani. Kule chooni nimekaa hivi na namsikiliza, tunafuata changamka show. Yeah, namsikiliza. Yaani unifanya Ismail Unguru, yani wewe ni Ismail Unguru kabisa. Yeah, mimi namkubali Ismail ni Unguru. Ndio maana ukajipanga naye Ismail Bashigwa. Hamna, kawaida jina la baba na mama naitwa Bashigwa Ismail. Ni jina la baba na mama. Na la kikazi nikaamua kubadilisha ile la kwanza nikaliweka la pili. La pili nikaliweka la kwanza, nikaamua kufanya nini? Kujiita Ismail Bashigwa. Ushauri kwa watangazaji wenzako? Bro, cha kwanza mwache unafiki, na kingine tuache kuwabeba wasanii. Kwa sababu hata kwenye maredio mjue cha kwanza kuna utofauti kati ya animation na emission. Kwa sababu unaweza ukatoa simbirako, unaweka kayengeyenge, unaweka ngoma ambazo unazifikiria. So tuwe na mipangilio ya kazi. Juzi kati kuna baadhi ya watu ambao walisema neno wako na Bishe kuhusu mambo ya kimuziki. Bro, tulikuwa huko kwenye press conference Casablanca huko Asiatique. Bro, mambo ambao walinibia sababu ni watu ambao walinifaa nilikuwa ambao nikiwaamini. Hiyo siku sitosema mengi. RN1 alinikwaza sana Big Brother. Bro, cha kwanza hawa journalist wote ambao ni legend bro, kwenye kipindi mimi nakalisha. Yeah, ndio maana tuambia tuache kuwabeba wasanii. Mwanamke kama ni Farias Big alikosea, jaribu kumwambia Big Brother kuweka kwenye kipindi ulikosea sehemu hii na hii. Wengi walitundisha ngoma kwa sababu cha kwanza unapata fursa ya kufanya ngoma na mwanamuziki ambaye yuko international zaidi kuliko wewe. Jux. Afu unakwenda kufanya ngoma collab na pia ngoma za kikopi bro. Unauharibu muziki, unaifundisha nini? Angalia new generation wanatumika sana Big Brother. New generation wanatumika sana. Ndio maana kwa sababu wana muziki umewashinda, wamejaribu kuipa jina muziki ambao wanaoufanya, wakakosa jina, wakaamua kuita muziki biashara. Eti wameona muziki umewashinda, sasa wamekila kwenye comedy. Sasa nyinyi wote jamani mnatamani mkuu kama kina Ismail Gasore? Nani huyo? Hao kusema labda uko unakuwa kwenye presenter. Je, unajua kama Ufice yuko kwenye comedy? I don't know. Kwenye mechanic? Sijui hicho. Mimi ndo mbea. Ndo mbea. Alvin Smith yupo kwenye mechanic ile serie ile ambayo Ismail alianzisha. Huyu Ufice yupo bro. Sio tusio wanani. Tusijaribu kuwa wacheza comedy. Tujue kuwa waigizaji bro. Tuachane makazi. Ismail Gasore yuko na big talent ya comedy kwa sababu ni mtu ambaye amejaribu kuipush comedy ya Burundi. Kwa sababu kweli wakina Kabisa Boris walikuja wakapotea, kina Kigingi wapo, ila bro ni muigizaji katika kipengele cha comedy ambaye amejaribu kuipush comedy ya Burundi. Ismail. Yes, Ismail Gasore. Niulize swali afu nikujibu. Niulize swali afu nikujibu. YouTube ilianza mwaka gani? Nini? YouTube ilianza mwaka gani? Mimi siko YouTube. I'm not a YouTuber. Mwanamuziki wakaanza kuingia katika kuwa na account ya YouTube Vevo ni nani? Mimi. Wewe? Mwanzilishi wa kampuni ya Coca-Cola anaitwa nani? I don't know. Umefeli. Sasa tuko pamoja na Ismail Bashigwa ambaye for now ni CEO tena ni mtangazaji wa With The Lock TV. Ismail, yatokea wanahitaji watangazaji wawili kutoka Burundi. Wakafanya conference press na msanii anatoka Marekani lakini fans wa Tanzania. Anahitaji mtu ambaye anafahamu Kiswahili. Unaweza kumuita nani? Kinyume na mimi. Msema wawili. Wa kwanza ni Ismail Bashigwa Mr. Punda babako. Na wa pili ambaye naye mkubali bro. Sio kwa sababu eti tumefanya kipindi pamoja. Big Brother focus
utajaribu utafika ile sehemu ambayo unatamani kwa sababu mimi huaga nawafuatilia sana. Uko na big talent ambayo ya hali ya juu. Na wewe inshallah panapokuwa majaliwa, kwanza nakuombea ombi langu kwa Allah ajaribu kushushia na wewe uwezo. Amen. Umiliki TV yako. Allahumma amen. MBTV. Itakuwa kali. Ya Kinyamwezi mzee. So God bless you. Tuko pamoja na Ismail Bashika kama kawaida. Ulisikia tuliongea mambo mengi. Japo tukusema mengi sana, lakini vitu vya muhimu tuliongea. Tuliongea kuhusu wasanii, tuliongea kuhusu mapresenter ambao labda wajelewa ambao walifanya wasanii kushuka. Alisema Bahazi, mimi namnukuu, alisema kwamba I'm proud the MC. I don't know, mimi sijasema chochote. Yeye ndio alisema eti alimshusha nani? Madiba the Classic. Sijui unaonaje? Kwenye comment yako ndio utasema kweli je, jamaa aliongea ukweli au hataka tukufanya kiki, kwa sababu watu wanasema kama kuna kiki. Lakini sio kitu kimoja, Burundi hakuna kiki jamani. Ambao unajua kiki ni kule Bongo. Sasa tuna kiki yoyote. Sawa. So God bless you bro. Hebu ambie wafanzi wa Misho kitu kimoja ambacho unataka kuambia. Kwanza heshima na asante za kipekee ziende kwa uongozi wa Misho TV. Na pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa Crown Rema kwa sababu iko katika uongozi wa hii television. Na pia ni mwanamuziki ambaye anafanya vizuri kwa sababu ni mwanamuziki ambaye halali. Kucha kwa kucha ambaye anafanya nini? Nazidi kuzitambulisha ngoma zake kali. So kama wewe ni fans wa Ismail Bashigwa, Mr. Punda. Isema kwa Kirundi neno ambalo unataka kusema. Hilo naifahamu bro. Kwa Kirundi sema. So subiri kwa Big Brother, usije nasikia Big Brother. Kama wewe ni fans wa With the Local Steve, jaribu uitembelee Misho TV, ujaribu kufanya subscribe kwenye channel yao bro. Usipopata kwenye With the Local Steve, utapata huko Misho TV babako. Tuko live na maisha. Mimi nakushukuru sana. Asante big God bless you sana. Thank you. Tunafanana chao. God bless you. Thank you. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho. Fyonda subscribe kuri Misho TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barenga imifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.